Sasa leo picha letu linaanzia katika chocho moja jijini Lagos. Na tunamwona huyu jamaa ambaye anaitwa Desmond akiwa ameharibikiwa na gari yake. Na anajaribu kumpigia fundi wake, lakini anamwambia kuwa yupo busy sana, hawezi kuonana naye. Na huku upande wa pili anatokea huyu dada ambaye anaitwa Sugar na anamuuliza kama ana uwezo wa kumpa msaada. Na baada ya jamaa kutoa maelezo, bidada anashika simu na kumpigia fundi wake. Na fundi anakuja chap kwa haraka. Na Desmond anapigwa na butwaa kwa maana yule fundi aliyekuja ndiye ambaye alikuwa amewasiliana naye. Sasa hii inawezekanaje? Lakini bidada anamwambia jitulize, kwa kuwa shida yako itaisha, basi hamna haja ya hayo yote. Na baada ya fundi kumaliza kazi zake, anapewa kibunda na pesa nyingine anapewa Sugar. Sugar naye anashangaa. Ina maana pesa hii yote kwa ajili ya kukuitia fundi tu? Kumbe watu wastaarabu bado wanaishi. Too much money. Na huu ndio mwanzo wa picha letu pendwa la Powered by You. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tuburudike zaidi na Swahili movies kwa siku zijazo. Na huku tunamwona huyu mwamba ambaye ameenda kwa wanawake machangudoa bila kuwa na hela na wanamchakaza kweli kweli. Na hili ni dangulo maarufu sana ambalo linaendeshwa na mama mmoja tajiri ambaye anaitwa Madam Gold. Sasa tukirejea kwa Desmond, tunamwona yuko na mpenzi wake na anajaribu kumwelezea scenario ambayo imejitokeza mchana. Lakini mpenzi wake haonekani kujali, kwa kuwa ni mtu ambaye yupo busy sana na mitandao ya kijamii. Na wanaishia kuzozana tu kwa kuwa mwamba hapendi lifestyle ya mpenzi wake, na huyo bidada anaitwa Davina. Na baada ya muda anatembelewa na huyu rafiki yake ambaye anaitwa Billy. Anampokea na wanafurahi sana. Na Billy anasema ngoja niwahi kuoga ili wageni wetu wakifika wasinikute kwenye hali hii. Na baada ya muda Billy anapokea wageni wake. Na tukiwaangalia vizuri, huyu mmoja ni Sugar, yule ambaye alimsaidia Desmond kule rodi. Na ndipo tunagundua Sugar ni miongoni mwa wale machangudoa Madam Gold kwenye lile dangulo. Ila baada ya kuingia ndani, cha kushangaza, mwamba anachomoa na hataki kufanya chochote na bidada. Na Sugar na mind kweli kweli, anamwambia umenitoa kwa yule mshikaji ambaye alitaka kunipa pesa nyingi sana na umenileta huku, lakini we hutaki kufanya kitu chochote. Hii ina maana gani? Unaonekana kama mjanja, kumbe ni mshamba. Nitakulipa mara mbili yake. Hiyo pesa ambayo anakulipa Billy, mimi nitakulipa mara mbili yake. Lakini sihitaji kufanya chochote na wewe. Mimi nahitaji tupige story tu. Na bidada anacheka, anasema nadhani humjui Sugar wewe. Wenzio wanaigombania hii mashine ya kusaga, wewe unaipata ili unachezea bahati. Ila sawa, kwa kuwa unanilipa, hamna shida. Na wanapiga story usiku kucha hadi wanapitiwa na usingizi. Na ilipofika asubuhi, mwamba badala ya kumlipa mara mbili yake, yeye akalipa mara 5 yake. Na ndipo bidada anashangaa, wewe, yani pesa yote hii kwa ajili ya mazungumzo tu? Sijawahi kupata pesa nyingi kama hii kwa mteja yeyote, na kama umenilipa pesa yote hii, siwezi kuondoka hivi hivi, lazima nikubless hata kidogo. Lakini bado jamaa anakataa, kwa kuwa sio vitu vyake. Na hapa sina uhakika kama mwamba alihudhuria kikao cha mwisho. Na anamwambia wewe, usipoteze bahati. Hivi unajua kwa nini mimi ninaitwa Sugar? Na bidada aliongea maneno mengi mno kwa kuwa alikuwa haamini kile ambacho kinaendelea. Na baada ya masaa kadhaa kupita, mpenzi wake Davina anakuja. Lakini bado hali ni ile ile, wanaishia tu kuzozana. Na ilipofika usiku, baada ya jambo kupita, anampigisha story mpenzi wake. Lakini anagundua kuwa anacheka peke yake tu, kwa maana bidada bado yuko busy na simu. Na ni jambo ambalo huwa linamuumiza sana, kwa maana Davina huwa hatengi muda kwa ajili ya mshikaji. Na kila anapokasirishwa na mpenzi wake, huwa anatumia muda kuja kwa Sugar ili kuweza kurefresh changamoto zote ambazo huwa anazipitia. Na jambo ambalo bado linamchanganya Sugar ni kwamba mwamba anamlipa pesa nyingi sana, lakini hahitaji kitu chochote kutoka kwake. Na pale anaporudi nyumbani, bado tu anakutana na live videos za TikTok. Hello, tap your screen. Jambo ambalo huwa linamkata mara kwa mara. Na huku jamaa bado anazidi kuja kwenye dangulo kwa Sugar. Na Sugar naye
Anamwambia kwa hiyo kila siku utaishia kunipa pesa tu na zawadi. Njoo upate hii kitu, naamini utakuwa sawa. Na sio kuongeongea tu mada zisizokuwa na kichwa wala miguu. Ila jamaa anamwambia wewe ni rafiki yangu, wewe kukupa hivyo vitu ni jambo la kawaida sana. Na baada ya siku kadhaa, leo anakaa na kupiga stori kama ilivyo kawaida. Ghafla simu ya Sugar inaita. Anapigiwa na mteja wake na anamwambia usijali, nitakuja baada ya muda mfupi tu. Na leo jamaa anaamua kuvunja ukimya. Na anamwambia kuwa hivi unajua wewe umri wako ni mdogo sana. Yaani umri wako bado unakuruhusu kufanya kazi halali na kupata pesa ambayo ni halali. Na sio kama hivi utaendelea kufanya hii kazi hadi uzeeni. Na bidada hakujibu kitu, kwa kuwa hata yeye mwenyewe hapendi kufanya hivi, lakini ana mambo mengi sana ambayo yanamzunguka ndani yake na jamaa hafahamu. Na baada ya muda tunamuona bidada akiwa analia, kwa kuwa yale maneno yalimuumiza sana. Na anaamua kuzungumza na Madam Gold ambaye ndiyo bosi wake. Na anamuuliza, hivi deni kwako limebakia shilingi ngapi? Kwa maana nahitaji nimalizie ili niishi maisha yangu kwa uhuru. Na Madam Gold anacheka na kumuuliza kuwa, hivi unadhani hili deni utaweza kulilipa wewe kweli? Pesa ambayo imebakia kulipwa ni mara 10 ya hiyo pesa ambayo wewe umenipatia. Na Sugar anashangaa kusikia hivyo, kwa maana pesa ambayo imebakia ni nyingi mno, hataweza kuilipa. Na anajiona kabisa maisha yake yote anaelekea kumtumikia Madam Gold. Na wanaishia tu kuzozana kwa kuwa Madam Gold naye ni mkorofi balaa. Na huku upande wa Desmond anarejea kutoka kazini akiwa amevurugwa mno, lakini bidada Davina hajali, yuko busy tu na movie zake. Na Desmond ili kuepuka mizozo anakasirishwa na anaamua kuondoka. Sasa leo wakati Desmond amekuja kumtembelea bidada, anamkuta akiwa anatoka ghetto la bwana mdogo. Wakati naye anaonyesha misifa kidogo kwamba nami mzee wa Sparko bwana. Na Desmond naye anakasirishwa sana na lile jambo. Wakati yeye anajaribu kumbadilisha, bidada ndo anazidi kuwa mtu wa ajabu. Anamtupia zawadi yake na kuondoka. Na leo hii tunamuona Sugar anakuja kwa Desmond akiwa mpole sana. Na anamuelezea kila kinachoendelea kwa Madam Gold, kwa maana hata yeye pia amechoshwa na yale maisha. Na jamaa naye anaahidi kumsaidia. Na siku moja baadaye tunamuona Madam Gold akiwa anaendelea kukusanya pesa kwa machangudoa wake. Na muda anaingia kwenye gari, anamkuta mshikaji ameketi kitambo. Na anamwambia sikia, najua unifahamu. Bila kupoteza muda, mimi naitwa Desmond. Ni rafiki wa Sugar. Na ninajua kila kinachoendelea kuhusu Sugar. Sasa bila kupoteza muda, naomba umwachie haraka iwezekanavyo. Naye anajibu kuwa Sugar kutoka hapa sio shida, ni jambo la sasampa tu. Kama utalipia milioni 9 ambayo nimemgharamia, basi Sugar ataondoka. Ila unajua kuwa biashara yako sio halali na wala hunifahamu. Sasa kabla mambo hayajawa mengi, ni heri tumalizane tu, kwa sababu nikiamua kuchoma hili jengo lako ni jambo la dakika 0 tu. Na Madam Gold anashikwa na wasiwasi kulingana na maneno ambayo ameambiwa. Anapigia simu watu wake na kuulizia details za Desmond. Na baada ya kujua kinachoendelea, anarudi kwa unyonge sana. Na anamuuliza, unahitaji nini ili tuyamalize? Wanapata mazungumzo kwa muda na kila kitu kinakaa sawa. Na baada ya siku kadhaa kupita, tunamuona Sugar akiwa yuko huru kabisa. Na anachukua fursa hii kuja kumshukuru mshikaji kwa mambo ambayo ameweza kumfanyia. Kumbe na mshikaji pia hakuwa anafanya hivi bure bure. Alikuwa anahitaji bidada abadilike ili waweze kuanzisha mahusiano. Kwa kauli rahisi, tunaweza sema kuwa Desmond anampenda Sugar. Wanakumbatiana na kuanza mahusiano rasmi. Mambo ya penzi jipya hayo. Ama hakika mchumia juani, hulia kivulini. Na huu ndio mwisho wa picha letu pendwa la Powered by You. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tuburudike zaidi na Swahili Movies kwa siku zijazo. Goodbye.